yoyote yule ambaye kwamba jaahu mau'izatu min rabbih, umemjilia ujumbe, umemjilia makatazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu yenye kukataza jambo hilo la riba, falahu ma salafa, ni yake yeye yaliyopita. Mufassirina wanasema na hii ni kabla ya kuharamishwa riba. Wale ambao kwamba waliokula riba wakati aya za kuharamisha hiyo riba hazijashuka, faman jaahu mau'izatu min rabbih, yoyote yule ambaye kwamba yamemjilia mawaidha kutoka kwa Mola wake, yani walikuwa wanakula riba katika zama hizo hali ya kuwa haijaharamishwa, thumma jaahu mau'izatu min rabbih, kisha akamjilia mawaidha kutoka kwa Mola wake, fantaha, akaacha, Allah anasema falahu ma salafa, kila alichokichuma alichokipata katika njia ya riba wakati huo, basi kile ni chake, hakina matatizo yoyote. Tofauti na sisi ambao tunakula riba katika zama hizi, zama ambazo tayari makatazo ya kula riba yameshakuja, kwamba wale wenzetu walikuwa wanakula riba hali ya kuwa aya za kuharamisha riba, kama anavyosema mufassirina kwamba aya za kuharamisha riba zilikuwa hazijashuka, wakawa wanakula hiyo riba. Lakini baada ya kuajilia mawaidha, makatazo, faman jaahu mau'izatu min rabbih, yoyote yule ambaye kwamba yamemjilia mawaidha kutoka kwa Mola wake yanayokataza ulaji wa riba, fantaha, baada ya makatazo hayo akaacha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema falahu ma salafa, basi ni yake yeye aliyopita yale. Kama alikula riba akaamua kuacha, basi kile alichokipata katika riba hiyo katika wakati huo, basi kile kitakuwa ni cha kwake, sasa kitakuwa hakina uharamu. Wa man aada, lakini Allah akasema wa amruhu ila Allah, na hukumu yake itakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshaa adhabahu, akitaka Mwenyezi Mungu mwenyewe atamuadhibu, wa inshaa afa anhu, na akitaka atamsamehe. Kisha Allah aendelea, wa man aada fa ulaika ashabun nar, yeyote atakayerudia katika riba baada ya kuwa kwamba aya sasa zimeshuka na akazisikia na ujumbe akawa amempata kwamba riba bwana sasa imeharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye akarudi tena huko, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, hao ndio watu wa motoni. Mwenyezi Mungu ashahukumu hivyo, na wao katika moto huo watakaa milele. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, ndugu zangu Waislamu, katika zama za sasa hizi hakuna mtu anayemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eti akawa hajui anachokifanya ni maasi. Katika zama ambazo kila mmoja anaujua Uislamu, hata kama haji msikitini, lakini wanayasikia mauidha. Kwa hivyo anayefanya zina anafanya na hali ya kuwa anajua kwamba jambo hili ni haramu. Anayekula riba anakula riba na hali ya kuwa anajua kwamba jambo hili ni haramu. Anayedhulumu haki za watu anadhulumu na hali ya kuwa anajua kwamba jambo analolifanya ni katika mambo aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na kula riba. Ulimwengu huu ni mfupi sana, maisha ya dunia ni mafupi, na maisha yajao ni maisha marefu zaidi yasiyokuwa na mwisho. Ni juu yako kujitahidi kuyatengeneza maisha hayo hapa hapa duniani kabla hujahama kutoka katika maisha ya kidunia kwenda katika maisha ya akhira. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, yamhaqu Allahu riba
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameondoa baraka katika mali inayopatikana kwa njia ya riba. Wa yurbi sadaqati, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametia baraka katika mali inayotolewa sadaqa iliyopatikana katika njia ya halali. Kwa hivyo jitahidi wewe ambaye kwamba mali yako inapatikana katika njia ya riba, kuna nafasi kubwa ya kwamba wewe unaopata mali yako kwa njia ya riba, hata kama ukiitolea sadaqa, si yenye kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni riba, na riba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiharamisha. Huwezi ukaisafisha mali ya riba kwa kuitolea sadaqa ili ipatikane usafi katika mali hiyo, huwezi. Wa ahalla Allahu bai'a wa harrama riba, amehalalisha Mwenyezi Mungu watu kufanya biashara, lakini ameharamisha watu kufanya biashara ya riba. Yamhaqu Allahu riba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameondoa baraka katika mali inayopatikana kwa njia ya riba. Wa yurbi sadaqati, na ametia baraka kwa mali inayopatikana katika njia ya halali, kisha mwenye mali hiyo akaitolea sadaqa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukufuru, kila mwenye kukaidi maamrisho yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akafanya yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, athim, tena mwenye madhambi. Miongoni mwayo ni haya mambo ya riba. Thumma qala Subhanahu wa Ta'ala, kisha akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enye ambao kwamba mlioamini, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadharu ma baqiya min riba, na acheni kile ambacho kilichobakia kutokana na riba. Acheni. Mfano wake kwamba umemkopesha mtu milioni 10 kwa miezi miwili, ukakubaliana milioni 10 hii bwana utakuja kunilipa milioni 15 kwa miezi miwili, mkakubaliana hivyo. Ilipomalizika miezi miwili, bwana yule akaja na milioni 15, akamwambia bwana, milioni 10 yako bwana hii hapa, na milioni 5 yako ya riba hii hapa. Ndicho alichokisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wadharu ma baqiya min riba, kile kilichobakia katika riba achana nacho. Akileta milioni 15, chukua milioni 10 yako, milioni 5 yake mwambie bwana, mimi sasa mambo ya riba siyataki, umwachie hivyo. Lakini in kuntum mu'minin, ikiwa ni waumini wa kweli, kuonyesha kwamba ni vigumu sana kwamba mtu kuletewa pesa hiyo kisha akachukua msingi wake na ile ziada akaiacha. Lazima ataitafutia sababu tu ili aichukue. Ndio maana akasema in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi waumini wa kweli, hebu jaribu kuacha. Akakuletea, umemkopesha bilioni 1, akakuletea bilioni 1 na milioni 500. Hii milioni 500 hii uiache, hii uchukue bilioni 1. Inawezekana? Kama si muumini wa kweli, na kama zimekujia aya za Mwenyezi Mungu za uharamu wa jambo hilo, kisha mtu akakuletea kiasi hicho, ukadiriki kuchukua milioni 10 yako, ukaachana milioni 5 ile ya ziada ya riba, basi hiyo ni alama kwamba wewe umekuwa ni muumini. Fa in lam taf'alu, kama hamkufanya hivyo, kwamba hamkuacha kilichobakia katika riba. Thumma qala Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba, enyi ambao kwamba mlioamini, ittaqullaha, tekelezeni maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
Kisha anasemaje? Wadharu ma baqiya min riba. Angalia swila hii, muungano, ittaqullaha wadharu ma baqiya min riba. Kisha acheni kile kilichobakia katika riba, baada ya kuwa imekujilieni mawaidha. Kilichobakia katika riba kwamba ulimkopesha mtu milioni 10, makubaliano yenu akulipe milioni 15. Akaja yule ambaye kwamba umemkopesha na fungu hilo, akaja na milioni 15, milioni 10 yako uliyomkopesha, na akaja na ile ziada mliokubaliana nayo. Basi asema hichi kilichozidi achana nacho. Kaja kweli na milioni 10, bwana, nimekuja kutekeleza ahadi yetu, nimeleta milioni 10 yako hii, alafu hii milioni 5 ndio katika kile tulichokubaliana kwamba nikija nije na milioni 15. Sasa hii wadharu ma baqiya min riba, maana yake uache hii milioni 5 uchukue milioni 10 kama msingi wako uliokuwa umempa. Lakini in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli, acheni hiyo. Fa in lam taf'alu, kama hamkufanya hivyo, kama hamkuacha kilichobakia katika riba bado mkachukua, Mwenyezi Mungu anasema fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, basi tahakikisheni kwamba mmetangaza vita hapo. Fa'dhanu biharbin min Allah, basi tangazeni vita. Hii fa usababia, basi kwa sababu hiyo, maanake in kuntum mu'minin. Lakini asema fa in lam taf'al, kama hamkufanya, jawabu sharti nini? Fa'dhanu, basi tangazeni vita kwa sababu hiyo ya kutokufanya. Fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, basi tangazeni vita kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Maana yake ni kama mshatangaza vita nyinyi, kwamba mshatangaza vita kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kule kutokuacha yale ya maslahi yaliyobakia katika riba mkachukua tena. Maana yake mshatangaza vita kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Mwenyezi Mungu asema wa in tubtum, na kama mtaacha, falakum ruusu amwalikum, mla nyinyi kuchukua misingi ya mali zenu, kwa maana ya kile tu ambacho umemkopesha chukua hicho. La tadhlimuna, msiwadhulumu watu kwa kuchukua ziada ya mikopo, wala tudhlamun, na nyinyi naye msikubali kudhulumiwa. Yani huyo aliyekopesha kuchukua ziada katika alichokikopesha, maana yake ni kumdhulumu yule ambaye kwamba amekuja na shida akakopa kwake, akamwambia alipe ziada, maana yake kwamba wewe unamdhulumu yule. Lakini na nyinyi naye mnekopeshwa, msikubali wala tudhlamun, na nyinyi ambao kwamba mnekopeshwa msikubali kudhulumiwa. Matokeo yake kwamba yule anayedhulumu na yule anayedhulumiwa wote wataingia katika makosa, wataingia katika adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir ibn Abdullah miongoni mwa masahaba wakubwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amemlani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akila riba, yule mwenye kula riba, wa muwakkilahu, na yule mwenye kuliwa riba, wa katibahu, na mwandishi wa riba, wa shahidaihi, na mashahidi wawili, hum fiha sawaun, wao katika adhabu hiyo watakuwa sawa sawa. Anayekula riba, anayeliwa riba, mwandishi atakayeandika maandishi hayo baina ya wawili hawa, na mashahidi wawili, kwa sababu lazima anayekopesha awe na shahidi wake wakati anamkopesha huyu anayemkopesha, na yule anayekopeshwa
lazima awe na shahidi wake.